hopeless because they do not see anything good coming from this government. The Kenyan people have lost hope in the Kenya Kwanza regime, and they know that there is nothing good that is going to come of this presidency. Kama hizi miaka mbili zimewashinda, hata hizo zingine tatu zimebaki, hakuna kitu tutaona. The true state of the nation is that Kenyans have given up on the Kenya Kwanza regime because of failed broken promises and promises this government did not keep. Hii serikali iliingia kwa uongozi na promises mingi sana. We cannot count. Mara tutafanya hii, mara education itakuwa sawa, mara tutaangalia afya, mara nyinyi mama mboga tutawaangalia, nyinyi baba boda tutawaangalia. Hii serikali ni ya Mkenya wa kawaida, hii serikali itatengeneza uchumi, hii serikali itapea vijana kazi, hii serikali itatengeneza kila sekta ikuwe sawa. And after all those promises, Ruto has forgotten. Kumbe ilikuwa tu njia ya kuingia kwa uongozi. Lakini Wakenya wakadhani ati huyu jamaa anajua Kenya anasema. Ni kiti alikuwa anataka. Haya. The true state of the nation is a police state with police officers everywhere. Today, even if a marathon is organized around Nairobi or Nakuru, that marathon will have more police officers than the cheerleaders. That marathon will have more police officers and DCI officers and the intelligence officers than those that came to cheer the athletes. Today, Kenya is a police state, and the police have brutalized the citizens, and they have instilled fear in the citizens of Kenya, and especially the activists who are calling out the government and asking for better. Leo hii ni makosa kuambia Ruto hapa unafanya mbaya. Leo hii ni makosa kuambia Ruto tengeneza hii, tengeneza ile. Leo hii ni makosa hata kwenda kwa street kuandamana. And the protests we have in Kenya are not a favor. They are enshrined in the constitution of Kenya, and it is our right to protest and to picket and to take our petitions to the authorities. It is our right. The president is not doing us any favor. The true state of the nation is that the Kenyan people are overtaxed. Year in, year out, 1 month after the other, one bill after the other. This Friday and this Saturday, the Parliament of Kenya will be holding public participation to discuss the 6 tax amendment bills that have been proposed in the House of Parliament, and they would want to take the views of Kenyans on what they think about the new tax laws. And we are abnegating those laws in totality because we understand this is a scheme and a ploy by the government to reintroduce the finance bill that we rejected in June. We understand that the government has dissected the finance bill into smaller bits, and it wants to reintroduce this finance bill as tax amendment laws. And we will remind them that on Friday and on Saturday. The true state of the nation is that the Kenyan people are overburdened, and they are unable to bear with the high taxes because our salaries are not increasing and our businesses are dying down. The true state of the nation is that the Kenyan people are unemployed because companies and factories and industries are closing down one after the other. G4S ime-announce kufuta 400 workers in Kenya. Sio wa Rwanda, sio wa Uganda, Kenyans. Tunajua Coca-Cola imefuta watu na inapanga kufuta wengine. And we know so many companies in Kenya that are firing Kenyans because they are unable to cope with the cost of operation and the cost of doing business in Kenya. The true state of the nation is that the health sector is in shambles. The true state of the nation is that Kenyans cannot afford the health system we have in Kenya. The true state of the nation is that Kenyans have to finance and pay for their medical bills from their own pocket. The medical insurance in Kenya is not working. That share is total hogwash. The government has been unable to implement this because it did not carry out a pilot on the implementation of SHA and SHIF. The true state of the nation
is that the MPs we have in Kenya do not understand the bills they are forced to pass by cabinet and by the executive. We have MPs who have told us time without number that they do not understand what SHA and SHIF is. And if a member of parliament who signed and who passed the law on SHIF and SHA does not understand the difference between SHIF, SHA and NHIF, how about the common citizen who may not have had access to the SHIF and SHA? So tell me, if that is the legislature we have, who do you expect to protect the interest of the Kenyan citizenry? Because we elected those MPs and senators to oversight the government and to legislate on our behalf and to represent us, because we do not represent ourselves directly unless through a protest. Kama huyo MP tumempeleka huko atutetee na atuongelele, haelewi mambo ya afya, sisi kama wananchi tutaongelelewa na nani? Si tujipeleke basi kwa protest tujiongelele. The true state of the nation is that the church in Kenya has woken up from its slumber. The church in Kenya was taking money from the government and from politicians for years on end. Wakati wa Uhuru kanisa ilichukua pesa bila kuuliza maswali. Wakati Ruto akikampaign 2018 to 2022, kanisa ilichukua pesa bila kuuliza maswali. Saa hii ndio kanisa imefunguka macho, inataka kurudisha pesa ambayo Ruto na Kindiki wamedonate. Lakini hapo nyuma kanisa ikuwa inaona makosa yote kuchukua pesa za wanasiasa. Hii kanisa ndio imetupea huyu president tuko naye. Hii kanisa ilituambia Ruto ni God chosen. Hii kanisa ilituambia Ruto amewekwa mafuta na Mungu. Hii kanisa ilituambia huyu Ruto ndio mwokozi wa Kenya. Hii kanisa ilituambia Ruto ndio atatutoa kwa mashida tuko nazo. Baada ya kuchukua pesa kutoka kwa huyo Ruto, wasidhani sisi ni wajinga. Ni sawa, saa hii kanisa imeona makosa yake na imeamua kurudi kwa njia. Lakini mimi nauliza, kama sisi kama Gen Z hatungesema hii kanisa iko na makosa, kama sisi hatungesema hii kanisa ina entertain hao wafisadi, kama hatungesema hii kanisa ndio inachukua pesa na kusafisha hao mapolitician, inamaanisha hii kanisa ingewahi fungua macho? This church would never have sobered up if we as Gen Zs and the entire Kenyan population did not denounce the bad practices that the church was carrying on. Kwa hivyo ni kusema Holy Spirit hayuko kwa hizi kanisa za Kenya. Kama Holy Spirit angekuwa kwa roho za hawa wachungaji wa Mungu, kama Holy Spirit angekuwa kwa hizi makanisa, angewaonyesha wanachofanya ni kibaya. Leo hii makanisa yanapinga serikali na yanapinga uuaji, yanapinga ushuru mwingi, yanapinga kunyamazishwa kwa wanaharakati, yanapinga uongo kutoka kwa serikali. Lakini baada ya nini? Baada ya sisi kama Gen Z kukumbusha hii kanisa, wamepoteza njia. Kama hatungekumbusha hii kanisa, tungepotea hadi 2027 ama labda 2042. Hii kanisa imefunguka macho saa hii baada ya sisi kuwaambia. Kama hatungewaambia wangefunguka macho. Hii kanisa inatuchezea. Hii kanisa ikipoteza njia tena itatupoteza tena 2027. Na ndio sababu tunauliza, Mungu wako wapi kwa hii kanisa ya Kenya? Kwamba wakichukua pesa wanasahau Mungu, wanamweka kando. Wakipewa mazuri wanasahau Mungu, wanamweka kando. Watuambie. Leo hii sasa ndio wamekumbuka kuna Mungu. Ndio wamekumbuka kuna mabaya yamekuwa kiendelea Kenya. Baada ya sisi kuwakumbusha. If we had not reminded this church that it had lost its way, the church would never have recovered. Hiyo nao tuambiane ukweli. Kwani wamepewa pesa miaka ngapi hawajawahi rudisha? The true state of the nation is that the education sector is in shambles. As we speak today, the lecturers are on strike. They issued a strike notice 2 months ago and they went on strike. They issued another strike notice 2 weeks ago. They have gone on another strike. The industrial action by the lecturers has disenfranchised students in universities to this day. Kuna first years hadi wa leo hawajui lecturer anakaa aje. Hawajaingia class hata siku moja kusoma. Sababu this entire semester has been paralyzed by strikes. And the lecturers will not stop until they get a true agreement from the government, and until they agree with the government on how they are being their grievances will be settled. What does that tell us? That
The students we have in Kenya will not go, will not learn this entire semester because we are in November as